Radio Milele. Hustle yako na Masi na Makwaka. Hustle yako. Hello, habari ya sasa? Salama sana. Labda tuanze kwa majina kisha tuendelee. Kwa majina naitwa Stanley. Ngoge wa Mungai. Hao ndio majina yangu. Hustle yako ni gani? Hustle yangu ni I'm a fashion designer. Niko na fashion house inaitwa Stan Afric Collection. Inaitwa vipi? Stan Afric Collection. Stan Afric. Stan Afric from Stanley and African. Ambapo tuna deal na mavazi. Especially African attires. Na za jinsia zote, wanaume na wanawake. Mbona ukaamua kwa specialist in African attire? It's because number one, lazima uwe proud of where you come from. Yes. So we as Africans tunapenda kukopi sana ambapo wazungu wanafanya. But we are not proud of most of us are not proud of our culture. So I felt like kwa sababu hii ni talent ambayo nilizaliwa nayo. Ningechora hizi designs nilikuwa mtu mdogo sana. As young as class 2. Okay. And nilikuwa napenda sana kwenda kuvisit hawa mafundi. So share my ideas. Na nilikuwa napata nikishare hiyo idea, huyo fundi anapata wateja wengi sana. So wakati ambapo nilimaliza kidato cha 4, nikajoin Moi University in Eldoret. Yes. And actually I did a really different course. Because I pursue a Bachelor of Science in Communication and Public Relations. But bado ule mwito wa design ulikuwa ndani yangu. Okay. Kwa hivyo nilihappen kualika sherehe ambayo the dress code ilikuwa African. Na wakati ambapo nilienda kwa fundi ambaye alikuwa hapo karibu na mimi. Yes. Nikashare idea ya shati ambayo ningetaka ishonwe. So huyo fundi ali-identify the potential and the talent in me. Kutoka hapo tukaanza kufanya kazi pamoja, akanifunza vitambaa kukatwa hivi. Kanionyesha jinsi mahali ambapo vitambaa hutoka, hiki kinaitwa hivi, hiki kinaitwa hivi. And with time tukakuwa business partners. Oh, nice. Yes, so that is back in 2017. Biashara ikaenda ikigrow nikapata wateja. Social media pia. That's when nilishia na rafiki yangu ambaye anaishi Nairobi, anafanya graphics. Na ndio tukapata hiyo jina Stan Afric na logo yenyewe. Ambapo sasa ilibidi mpaka sasa nihame pale Moi University kuja Eldoret town. Oh, nice. So wakati uliamua sasa kujitenga na yule partner wako, ulikuwa na pesa ngapi ambayo labda ulikuwa unataka kufungua biashara yako binafsi? How much did you start with? Sikuwa na chochote. Kwa sababu unaona huyu fundi tulikuwa marafiki, ambapo nilikuwa namletea designs na anapewa kazi na wateja. Lakini there's a difference between a designer and a tailor. A tailor ni mtu ambaye anashona, huyo mtu wa mkono. A designer ni yule ambaye anakama na the idea itself. Okay. So anakupatia kitambaa, anakuuliza hiki kitambaa unaona kama kinaweza toa nini. So a designer anachora. Alright. Whatever he or she thinks inaweza toka ile ambavyo mteja anataka. So I used to give these ideas kwa huyu fundi na yeye anashona. So sikuwa na chochote, sikuwa na mashini, sikuwa na chochote. So vile tuliendelea kufanya kazi, akanifunza kukata, akanifunza kukalia mashini. So ndio nilianza kusave pole pole. Na ninakumbuka mashini yangu ya kwanza nilinunua the manual one. Yes. Alinitafutia muuzaji, mnunuzi ambaye alikuwa anauza. Na nikanunua kwa shilingi 5,000. Kwa hivyo naweza sema my first capital was 5,000 shillings. So ilichukua muda gani sasa wewe kuweza kupata wateja na kusema nao umejisimamia mwenyewe, wateja wanakujua, you know? Okay, what I would say, the current generation ama the current life we are living in, kila kitu ni social media. Lazima umarket kazi yako social media ili watu wakujue na waone kile ambacho unafanya. Lakini hutakaa pale ukidhani
muujiza tu utatoka mahali watu wakutambue. Yes. So nilianza kumarket sana social media. And another strategy nilisaidia kujulikana pia ni referral system. So you give it your all. Ukifanya kitu kama umejitolea, lazima hiyo kitu itoke kiwa vile ambavyo mteja alikuwa anataka, na kitoka huko nje pia atarifaa watu waambie hii nguo mnaona vile inapendeza nilishonewa na mtu fulani. Yes. So hapo ndipo unaendelea kupata wateja, wanaambiana, wanaletana, social media pia inakuletea wateja. Yes. Hapo sawa kabisa. So changamoto gani ambayo unakumbana nayo wakati unafanya biashara hii? Changamoto ziko kwa wingi. Kama moja ni capital. Yes. Kwa sababu kila biashara ni capital. Yes. Na kama huna stock, that's a challenge. Number 2, sisi vijana ambao tunajaribu kujiinua kimaisha, tunakosa watu wa kutushika mkono. Unapata kama serikali ile pesa yenye inafaa kupea vijana wajiinue kimaisha, hatujui pesa inasaidia kina nani. Okay. La 3 pia, another challenge ni vile uchumi uko kwa sahihi. Unapata mteja anakuja vizuri, analipa deposit, kile kiasi cha pesa ambacho kinalipwa kabla nguo ianze kushonwa, ambacho ile nabu yu kununua kile kitambaa. Na mteja unajua kikuja ako na ile matarajio ya kuwa atapata pesa yote. Exactly. So unapata umempatia tarehe ya kukujia ile nguo, lakini ile wakati ikifika, maybe mahali alikuwa anategemea hapajaingiana vile alikuwa anatarajia. So unapata hiyo nguo inakulalishia mambo yako hapo. You feel stressed, you feel emotionally huko sawa. Lakini yote tunaachia Mungu. Okay. So kuna mtu ambaye anakusikiza na labda anataka labda kufungua biashara kama hiyo ya fashion design, labda amefurahishwa na hii business idea, anataka labda umsaidie, ama anataka labda tu mtu ambaye atamshika mkono, wajua So unaweza ukampatia advice gani, especially wale ambao wanataka kufanya biashara kama hii? Mimi la kwanza ambalo ningependa kuhimiza wale ambao wananisikiza ni Mungu, kuweka Mungu mbele ya kila kitu. Kuweka Mungu mbele ya kila kitu, alafu wewe mwenyewe jiulize kama uko na passion ya hiyo kitu. Kwa sababu tumeona wengi wamepelekwa shule kusomea kosi ama kufanya courses ambazo hawana interest yoyote nazo. So unapata hiyo mtu hata at the end of the day hata deliver vile ambavyo anafaa kudeliver. Jiulize kama uko na hiyo passion ya kufanya kile kitu. Alafu kishajua uko na passion, ambia Mungu akuelekeze mahali ambapo utapata faida. Kwa hivyo ya kwanza ni ujitambue wewe mwenyewe kile ambacho unataka. Ya pili, tafuta mtu wa kukushika mkono. Okay, the society we are living in right now, si kila mtu anaweza kushika mkono. You're right. Just try to identify your destiny connector. Endo jaribu kujifunza mambo madogo, na kama huelewi tafadhali uliza. Okay. Ili uelewe step by step, ukitoka hapa unaenda hapa. No, don't rush the process. Be patient mpaka kabisa uelewe kuwa it's a process in itself. Okay. Alafu la mwisho pia usikue na tamaa. Alafu itikia failures, kwa sababu mtu hujifunza na hii kuanguka. Ukianguka si ukai hapo. Yes. Unaamka na unaendelea na safari, na unajifunza, unakuwa na funzo kutoka hiyo kuanguka yako. Kweli kabisa. Yes. So mtu ambaye anataka labda kumake order, ambaye anataka ukue mentor wake, anaweza akakupata vipi? Niko on all social media platforms. Niko on Facebook, Stan Africa Collections. Pia unaweza ni text on my personal FB profile. Ngugi wa Kiki. Pia namba yangu ya simu ni 0741 067 815. Tuna deliver countrywide. So it's 0741067815, right? Yes. Hapo sawa kabisa. Kwa hivyo mtu yote ambaye anataka fashion yoyote, design yoyote, anaweza kukufikia kabisa. Hapo sawa kabisa. And all the best. Thank you very much kwa kukubali kuwa hustler wetu wa siku. Thank you so much as well. Asante. Radio Milele.
Hustle yako. Hustle yako na Masi na Makwaka. Hustle yako.